na tumekuwa na mjadala mpana hapa kuhusiana na Injili. Hasa Injili inabeba nini? Kwa nini tunasema tunaweza kuwa na wasiwasi na Injili zingine? Injili ya kweli inakuwa kwaje hasa? Kwanza tuanzie na neno Injili ni nini? Injili yenyewe. Neno Injili ni neno la Kigiriki ambalo ni angelion au evangelion. Hili neno maana yake ni habari njema. Sasa hili neno litumika zamani sana, kipindi cha uongozi wa Kirumi. Walitumia hili neno lililokuwa linamaanisha kwamba kama ni mfalme ameshinda, hiyo ni habari njema. Kama watu wameenda jeshini, wamepigana vita, wamerudi, wameshinda, hiyo ni habari njema. Ni angelion. Kama kuna mtu kazaa mtoto, habari njema. Kumbuka ilikuwa tumika na Warumi. Na Warumi ndio walikuwa wanatawala hiyo eneo la Middle East pale. Yes. Kwa hiyo sasa imekuja habari ya Yesu, kwa hiyo neno likawa ni neno jema pia, angelion, habari njema. Sasa kimsingi dunia yote tumejua neno Injili iliyotokana na Kristo. Kwa sababu ukitaja tu Injili watu wanajua tu ni mambo ya Mungu. Sasa twende kwenye muktadha wetu wa Mungu, Injili wa Kikristo. Injili ni nini? Tukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 tunaona pale Paulo anasema Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sasa wokovu huu unakuja kujaje? Kwa Injili imebeba mambo manne. Jambo la kwanza, kwa sababu kama ni Injili ya Kristo inamwongelea Yesu. Jambo la kwanza inaongelea kifo chake, kufa kwake. Lazima hiyo Injili nayo neno iguse kufa kwa Yesu. Na kwa nini kufa? Kwenye kufa amekufa ili sisi tupate uzima. Maana yake kuna masamaha ya dhambi. Kuna kuzikwa, tunazika shida, tunazika dhambi, tunazika yote, utu wa kale zika pale. Afu kuna hiyo kufufuka, kutukuzwa. Lakini namba 4 kuna kupaa. Hapo kwenye kupaa sasa ndo kuna kuwezeshwa. Kumbuka Yesu alipofufuka ndipo akapewa jina lipitalo majina yote, manake alitukuzwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo, pale Timotheo anasema kwamba kwa maana watu siku hizo wataacha imani. Wakiacha imani wanafuata nini? Mafundisho ya mashetani, mafundisho ya wanadamu. Kwa kinachoonekana sasa hivi kwa sana ni mafundisho ya wanadamu ambayo mimi nasema kabisa hizo ni roho zidanganyazo. Lakini hapo nigusie kwenye swala hili la Injili. Watu kitu hawajui, Injili ikihubiriwa lazima ichimbe asili yako. Lazima ikutibue. Kama kulia ulie, kama kutubu. Kama upate nguvu ya kunena kwa lugha, upate nguvu ya kunena kwa lugha. Ikupe nguvu ya kutembea tena. Hiyo ndio Injili. Nje na hapo tunapokea maburudisho ya masikio yetu. Kwamba kuna watu sasa hivi watataka kwenda kuwahubiria watu sio Injili, ila ni maneno ambayo yatatekenya masikio yao. Watahubiriwa kitu wanachopenda kukisikia. Na sasa hivi ndio kuna hilo wimbi. Dunia sasa hivi kuna namna kitu inapenda kukisikia. Kwa sasa mimi kama mchungaji natakiwa nitafute nini leo kitawafurahisha watu. Nini leo wanataka watu wanapenda nini? Wanapenda kitu gani? Bwana huyu akasema kiki. Nicho ndo wachungaji wanaenda na huo upepo. Lakini je, ni Injili kweli inayobadilisha? Kwa sababu Injili maendaenda kuja nataka nione mtu amebadilishwa mtazamo, kabadilishwa muonekano, kabadilishwa usemaji, kabadilishwa utembeaji. Alikuwa analewa, sasa ameacha kulewa. Kwa sababu sio umemkataza acha kulewa. Injili inapopigwa ilete badiliko ndani. Mabadiliko. Napenda neno moja nasema, kwa maana neema imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya. Kwa hiyo Injili inapopigwa inatufundisha kukataa ubaya ndani yetu, kwa sababu Injili inapohubiriwa inasema na nafsi. Na nafsi ndio huwa inafanya maamuzi. Sasa kama haigusi nafsi, hiyo Injili inagusa masikio, mwili,
hiyo sio injili. Inagusa vitu vya nje, burudani, faraja, ni tunasema ni motivation speech, kutia moyo. Kuna watu sasa hivi mitandaoni, kila mtu sasa hivi kama muongeaji mtandaoni, mitandao ya kijamii, huyu ataongea mahindi. Sasa ile ni habari njema, tuseme ile ni injili? Sio injili. Mimi nikija kukuambia nimeshona suti ya 300,000, ni habari njema. Inaleta wokovu mimi kwangu, inakupa wokovu gani kwako? Kwa injili lazima iwe ni habari njema inayoleta wokovu, mabadiliko ya mtu. Usipohubiri ndani ya kanisa, utapokea gari, utapokea fedha. Usipohubiri, watu hawanogewi na injili yako. Lakini huwezi kuona mtu anaenda kuweka pale mbele kitu. Tuangalie asili ya kanisa. Mitume pale, niambie walihubiri wapi? Kwenye Matendo ya Mitume. Tuangalie kwenye nyaraka za mitume, kuna sehemu walihubiri kitu cha namna hiyo? Hapana. Unamwona mtume Paulo anasimama kwa ujasiri, anasema si mimi tena ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Anatoa machozi. Nikisoma ule mstari namwona jamaa alikuwa anatoa machozi. Lakini mwingine anasema nimepigwa chapa za Kristo, nazichukua chapa za Kristo, nazibeba. Mwanadamu atanitenda nini? Unamwona Paulo anaona wenzake wanapigwa mapanga, wanakufa, wanafanyaje, alafu yeye anasimama, anasema kufa kwangu mimi ni faida, ila kuishi kwangu ni Kristo. Antoni akisema nikipata milioni 50, nikipata majumba 5, kwa sababu kiukweli kuna watu hawajaokoka, ila ni matajiri wa kutupa, wana fedha, wana magari, wana nini. Sasa sisi tunachokiingizia hichi ni nini? Hawa wanahubiriwa na nani? Hawa wa huku, wao wanaopata na hawana Yesu. Tukiingizia maneno hayo, je, tunaligoshi neno au tunalifanya neno kuonekana lina nguvu? Kwa sababu injili yenyewe kama injili, kama huleta badiliko, injili hiyo Injili inajitosheleza. Injili haihitaji kutetewa kabisa. Narudia, inajitetea. Injili inajitosheleza, haihitaji kusaidiwa. Kama amesema kwamba utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, mengine nitawazidishia. Maana yake yatakuja. Hata kama tusipoyaongelea, yatakuja. Hayo mengine tutazidishiwa. Tatizo sisi tunatafuta ya kuzidishwa, mengine tunaacha yeye ambaye ndo anazidisha. Mimi nisiseme tunaigoshi ama tunaongezea nguvu, mimi niseme tunaipotosha kabisa, kwa herufi kubwa kabisa. Mtu kama anaandika andike inapotoshwa. Wapotoshaji wengi. Tunapata shida kuhubiri injili ili watu waokoke kwa sababu ya namna tunavyowafuata, kwamba bwana utapona. Kwa hiyo sisi inabidi tuwahubirie wagonjwa tu. Hapana. Kwa hiyo inabidi tuwafate maskini tu. Hapana. Ndio maana tunashindwa kumhubiria mtu mwenye kampuni kwamba okoka. Tunashindwa kwa nini? Imeshapotoshwa na imejenga ngome tayari kwa waamini, kwa wachungaji, kwa wainjilisti, kwamba hapa inabidi nimfuate mtu mwenye shida, ombaomba mtaani. Huyu nikimwambia Yesu anakupenda, yaani ukiokoka unaniona mimi ndivyo pendeza, na wewe utapendeza kama hivi. Hiyo ndio lilikuwa lengo. Enendeni ulimwenguni kote, kaihubiri habari njema iletayo wokovu kwa kila kiumbe. Atakayeamini ameokolewa. Hakusema nendeni mkahubirie maskini, wenye shida, wenye matatizo, matajiri waache. Mwana Pabedishi akisema huyu mchungaji ninampenda sana, naomba aongeze sauti nisipitwe na hata punje ya neno lake. Kwenye kuandaa neno kuna vitu vingi. Mwingine atataka aandae neno kwa ajili ya kuteka akili za watu. Kuna jambo, unajua unapoandaa neno, mwisho wa hilo neno lako ama somo lako, kuna kusudi uko nalo. Unapanga. Kwa nini wasikie hii? Kwa nini wafundishwe hii? Sasa mwingine anakuja na mada. Akichukua ile mada yake, hii mada labda njoo uokote. Siku ya kuokota au Jumapili ya maokoto. Sasa kisha pata mada yake Jumapili ya maokoto,
Sasa kabla wao hawajaokota kutoka kwangu, lazima mimi niziokote kwanza kutoka kwao. Sasa ndo wanaanza kutafuta, hapa naweka mstari gani, hapo naweka mstari gani, kwamba hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Anaweka huo mstari, akachukua eneo la mana, wakaokota mana, wakaokota mana. Umeelewa? Anachukua mana. Haya sasa mara nyingi wao yanaandaliwa kwa mfumo wa akili ya kibinadamu, kwamba kuna lengo yuko nalo. Lakini pia kuna namna mtu anaweza akachukua mstari mmoja, huu mstari akaenda nao akaweka kwenye maudhui ambayo sio ya Mungu ilichomaanisha lile andiko, aka kwenye maudhui anachotaka yeye andiko libebe. Anataka lile andiko lisapoti wazo lake. Na mara nyingi hapa ndo kuna upotoshaji mkubwa sana. Ndio maana unaona watu wanachomoa kwa sababu Biblia ina maandiko ambayo yanaelezea kitu kimoja. Just want to mimi. Yaani hapo Yesu alikuwa anamwambia kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki kinazungumzia habari zangu. Kwa mimi nachukua sasa kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana, Biblia nzima inaongelea kuhusu Kristo. Haya mengine yametokea wapi? Maenda Nathan mmeyatoa wapi? Kama ni kuhusu Kristo, kwani ndani ya Kristo watu hawapati kitu? Wanapata. Lakini sio ndo la kuzingatia. La kuzingatia kwanza ni Kristo. Sio kipaumbele hivi. Sio kipaumbele. Kwanza ni wokovu ule. Wokovu ambao maana ya jina lenyewe la Yesu ni kwamba atakayewaokoa watu na dhambi zao. Kwamba kama tunazungumzia Yesu, lazima tuzungumzie wokovu wa watu dhidi ya dhambi. Kuna kitabu kinaitwa Yohana. Injili ya Yohana. Sura ya 15. Mstari wa 16. Anasema si ninyi ndio mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi. La kwanza. 2 anasema nikawaweka mzae matunda. Ndio. La pili ni kuwaweka. La tatu hapo ndipo waweka mzae matunda. Alafu tuna jukumu la wokovu. Kuna jukumu la kuzaa kwanza. Wewe ndio unabidi ufanye. Lakini sasa hivi injili inayofanywa ni kwamba njoo yeye atafanya. Wewe ngoja, anasema mtendakazi anastahili kulipwa ujira wake. Ametenda kazi gani? Kuna kutenda kwanza, ndipo ulipwe, ndipo upewe huo ujira. Unataka upewe haki bila wajibu. Yeye anasema hayo matunda yakae. Baada sasa umeshazaa matunda yamekaa. Sasa hapo mnaweza mkaomba lolote. Kitabu cha Efeso sura ya 4 sura 13. Sijui kama tunaweza amesema tunaangalia sasa lengo la hiyo injili. Baada ya kufufuka nimesema mambo manne: kufa, kuzikwa, kufufuka na kupaa. Baada ya kufufuka na kupaa akafanyaje? Basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka pande zilizo chini za nchi? Naye alishuka ndiye aliyepaa, naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Kwa hawa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu walipewa na nani? Na Yesu. Katika yeye sasa walipewa na Yesu. Kwa hiyo kuna lengo la hawa kuwekwa. Lengo lao ni nini? Hawa watu kuna lengo la kuwekwa. Kuna nini? Kuna lengo la kuwekwa. Liko chini hapo. Wacha nifike hapo. Lengo la kuwekwa ni hili kwa hawa waliotajwa hapo. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Zingatia kusudi. Lengo kuu ni kuwakamilisha watakatifu. Kuwakamilisha watakatifu. Hawa sasa sisi ambao tunaokoka. Sisi tunabidi tukamilishwe kupitia wao. Tunakamilishwa kwa namna gani? Tunakamilishwaje? Nakumbuka mahali fulani huyu mwandishi ndio aliandika waraka kwa Timotheo. Ndio.
Anasema kwamba Timotheo 3:3 anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu ambaye ni mtakatifu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Huko anasema anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, yani watende kazi njema. Na hata kazi ya huduma itendeke ambayo ni njema, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote. Kumbe kuna kujengwa mwili wa Kristo. Haya mambo ya maokoto, magari yanajenga mwili wa kuna simu kumbe unapiga simu hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu na kuwa mtu mkamilifu, hata kukua hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Maendaenda kumiliki na kutawala duniani ni ahadi ya Mungu kwetu toka kitabu cha Mwanzo. Toka mwanzo ni ahadi yake kwamba nimewaweka mkatawale, mkazae na kuongezeka, mkaitishe nchi. Kwa sisi tumewekwa hapo. Kwa Yesu anapokuja atukamilishe sasa. Katika kukamilishwa kwetu kwenye kumjua, lazima tutamiliki tu. Mimi kuna mwimbaji mmoja Daudi. Daudi anasema hivi, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Kwa kama wewe ni mwenye haki, zingatia neno mwenye haki. Kama wewe ni mwenye haki, kumiliki kwako utamiliki tu. Hawezi kuachwa. Nakwambia Maendaenda, hawezi kuachwa. Kwa hiyo hapa mimi nifanyaje ili mwenye haki, niwe mwenye haki. Niwe mwenye haki. Hapa anasema hapa kwamba ili tusiwe tena watoto wachanga. Tukifanywaje? Tukitupwa huku na huku. Hili ndo neno ambalo watu wengi hawapendi kulisikia. Ni watoto wachanga. Kwa hiyo hapa kuna watoto wachanga na kuna watu waliokoma na kuna watu waliokuwa. Manake hapa unajua uliponifanya ni watazame watoto wachanga, nikaona watoto wachanga kila kinachometameta wanakifuata. Anadaka. Anakuja huyu anambeba. Hana maamuzi. Akiona bango kubwa. Hapa kuna malaika Lemueli. Lemueli. Bendera pata upepo. Anaenda upepo. Akisikia tu bwana wewe, mbona timu aliambiwa anywe mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo. Anaenda. Mtoto mchanga anapelekwa huku na huku kwa mafundisho, kama vile tu kitu kinachopeperushwa kama bendera inapata upepo. Anasema na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Anachukuliwa na kila upepo wa elimu, ndio mafundisho kutoka kwa shetani. Hapa anasema kwa hila ya watu, kwa ujanja. Hawa watu nimesema mwanzo hapo. Injili haijagoshiwa, imepotoshwa. Hila ya watu na ujanja. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika upendo na kukua, nimesema kuna watu wachanga, kuna wanaokuwa na kuna waliokomavu. Huyo aliyekomaa mzee, uje upepo wa namna yoyote huyu, yani maneno ya namna yoyote yale, hatoweki. Yuko ametulia. Mwenye kukua bado anaendelea is trying to strive. Anajaribu kugrow ili afikie pale kwenye ukomavu. Huyu ameipata kweli. Yani siumbishwi. Ile neno alilokuwa anatuletea jamaa. Sema hii sio. Hii Josephat Elias Mugira hakutufundisha sisi. Hatukufundishwa na baba yetu hivi. Hii sio injili ya kweli. Sisi hatujawahi kusikia hii. Tulikuwa tunambishia ni mchungaji. Tunambishia, tunamfunulia maandiko. Ndio hapa anasema wajanja watapotosha watu. Huyo mwenye hila